zangu. Nataka niongelee kitu kimoja. Niko busy sana lakini nimeona nirekodi hii video. Yaani hapa niko nakimbizana na kazi za watu lakini nimeona nirekodi hii video kwa sababu ni vizuri kusaidiana jamani. Mitandao ya kijamii watu wengi wamekuwa wakiongea vitu lakini kuna vitu vingine kwa kweli niseme tunakosea. Nasikia watu wanazungumza sana kwamba usioe single mother, usioe mwanamke ambaye ana watoto. Mimi binafsi nitakuwa tofauti sana. Wakati ninakuwa sikuwa najua kwamba kuna kuomba kuhusu mume. Kuna kuomba kuhusu mke. Yaani mimi nilikuwa najua nikikua nitakutana na mwanaume, atanipenda, nitaolewa naye. Sikuwa najua kwamba kuna kuomba mume. Na sikuwa najua kwamba kuna mume ambaye au kuna mke ambaye mtu ameandikiwa, yani huyu ni wa kwake. Sikuwa najua. Bahati nzuri wakati niko chuo nilifundishwa hii kitu. Kuna kaka mmoja alitufundisha kwamba unatakiwa kuomba, usiolewe tu au usioe tu. Unaweza kuoa mwanamke ambaye sio mke wako au ukaolewa na mtu ambaye sio ukaolewa na mume ambaye sio mume wako. Hata kinachotokea ni nini? Kwa nini nakuambia wewe kaka oa hata kama mwanamke umemkuta na mtoto? Kwa sababu jamii yetu haijui kwamba kuna swala la kuomba. Kwa unaweza kukuta mwanamke alikutana na mwanaume, akadhani huyu ndiye wa kwangu, atakuwa mume wangu. Alafu katikati ya safari anajikuta ameachwa na mtoto. Alafu baadaye ndo anakuja kukutana na mume ambaye Mungu amemwandikia kuwa ndo mume wake. Sikufichi kuna watu wengi wameoa, wamekutana na wake zao. Yaani sio kuoa isachi, nasema wamekutana na wake zao tayari au wake zao na watoto. Au mwanaume amekutana na mke wake tayari yeye kaka ameshazaa na mtu mwingine. Kwa nini? Hatujajua kama kuna hiyo desturi ya kuomba kukutana na mume wako na mume wako na mke wako. Hawa ambao wanaoa mwanamke ni single mother, then anakuta mambo, sijui mwanamke anakutana anarudi kwa mume wake huko au kwa baba aliye wa mtoto wake. Shida sio haiko kwenye single mother. Shida iko kwenye tabia ya mtu. Kwa sababu wapo watu ambao wameolewa hawana watoto na wamezaa watoto na wanaume wengine wakiwa ndani ya ndoa. Au wapo wanawake ambao wameolewa na wanatembea na wanaume wengine na wako ndani ya ndoa. Watu wanaweza kusema sijui labda kwa sababu single mother. No, na ndoa jamani, na ndoa, nimeolewa na mwaka naingia wa 12, mwaka wa 12 na watoto wangu wazuri tu na nimeolewa sina hata mtoto. So nazungumza kwa habari ya kiroho ambayo watu wengi hawajui na hata wanaozungumza huko kwenye mitandao hawaelewi wanachokiongea. Kwa hiyo ukizungumza kwamba mtu asioe single mother kwa sababu hiyo single mother huwa anapasha kipolo na mzazi mwenzie, vipi hao ambao wameolewa na wanachiti na sijui maex zao au wanachiti na wanaume wengine? So to conclude kwamba watu hamna kuoa au ambao ni wababa, kuna baba ambao walizaa na wake wao wanatembea bado na wanawake wao kuna huko wameoa, tuseme kwamba watu wasiolewe? Hapana. Kwa hiyo conclusion inayotolewa about single mother, no, yani sio sahihi kabisa. Mimi na watu wengi ninawafahamu wa karibu yangu. Kama kuna huyo mmoja maskini alijitunza, akaomba, akakutana na mkaka, akamwamini. Yule mkaka akasema tusioane kwanza. Unajua kuna binti nilikuwa naye alikuwa ana shida ya uzazi, tuzae kwanza. Dada watu ile anabeba mimba tu. Mkaka akamkataa. Na mpaka sasa hivi analea mtoto wake peke yake. Sasa huyo utakuja useme kwamba usiwe single mother kwa sababu anapesha kipolo na mume wake na baba aliyezaa naye. Yaani hiyo yani hapana, msiwafanyie hivyo wadada wa watu. Tena kwa taarifa yenu, kuna mwingine nimemuona anasema, ni kweli yule kaka anayesema usiwe single mother anamhoji na mwenzie. Eti wewe utakubali baba mtoto wako apate shida na mwenzako siwezi kukubali. No, yani nyinyi mnadili na makahaba. Wale ni watu ambao wamejichagulia maisha ya kutokuolewa. Wale ni watu wamejichagulia
mtoto kuwa kama kitega uchumi. Yaani anazaa na huyu, tena mwingine ameshajiwekea. Nazaa na huyu, sizai watoto baba mmoja. Nitazaa na huyu na huyu na huyu. Kwa nikiomba matumizi na kwa huyu, nitaomba na kwa huyu na kwa huyu. Na kwa taarifa yenu, wale hata wahitaji kuolewa ndugu yangu. Au hata hanaga shida ya kuolewa. Ukimwambia tu nikuoe ndugu yangu ataruka maili 90. Yaani fungu la kuolewa sio la kwao. Kwa unachukua yani ushahidi kwa mtu ambaye unamuona kabisa ameshajiandaa kuwa kahaba. Akajiandaa yeye watoto ni kitega uchumi chao. No, msiwafanyie hivyo wadada watu. Kuna watu ambao wameregret, wamekutana na mwanaume huyu anamwamini, anajua ndo huyu atanioa, anamwacha. Kuna mwingine anakutana na mwanaume wa pili, wanataka kuoana ndugu, analeta shida sijui huyu utamuaje na mtoto, mtu anamwacha. Kwa mtu unakuja kukutana naye tayari dada watu ana watoto wawili, ana watoto watatu ambao hakutarajia kuwa nao kuwapata nje ya ndoa. So msiconclude jamani. Yaani msije mkasema kwamba hakuna kuoa single mother. Naona kuna wengine hadi wachungaji. Sijui wana matatizo gani lakini badala ya kuhubiri injili ya Kristo mtu una conclude kwamba hakuna kuoa single mother. Na wakati ukisoma Biblia wakina kuna Mungu alitumia kahaba kwa ajili ya kuwaficha wale wapelelezi na huyo kahaba akaokolewa. Tunamuona leo hadi kwenye Biblia anaandikwa amebadilika amekuwa mtu mwingine. Sasa kama kahaba alitumika na Mungu, sasa single mother ambaye mtu amezaa alitarajia huyu mtu ni mwenza wake alafu kumbe sio. Kwa hiyo kaka yangu, umekutana na mke wako ambaye tayari ameshazalishwa. Moyo. Kuna watu wanatoa mimba ili tu waolewe hawana watoto. Nitakuja kuongea siku nyingine kwa habari ya somo madhara ya kutoa mimba. Yaani hiyo ni balaa. Hiyo ni balaa. Tena usije ukasubutu ukaoa mwanamke ameshawahi toa mimba. Kitakacho kukuta, Mungu akusaidie. Barikiwe sana.